yawa alo ni ontobo kagitagaka otoramuka ndi ukweruka be Charles Mwenda Isioro overcome ministry na imbija wengi bamwendete because he has been an impact to our generation na dalika hizi nitakuwa na mutano onda dalika imwende na kumuwato gani because kinya ndi na nyota tumbe kwa watu kigwa mteto and the name of the Lord will be glorified. Bishop, yes, karibu sana. Asante sana Gloria. Amen. The Lord bless you. Amen. For the opportunity. Amen. Amen. Thank you, sir. Hallelujah. Welcome. Thank you. Mm-hmm. Amen. Amen. Yes. Yeah. We really thank God. Amen. It has been long. Long. But you're back. I'm back. Vizuri sasa. Kabisa. Karibu sana. Asante. We welcome you back. Amen. Thank you, sir. Amen. The Lord bless you. Do you good. I'm so grateful for this wonderful opportunity. Gloria, I don't take this opportunity for granted. Anytime tunapata nafasi ya kushiriki neno la Bwana, inakuwa ni furaha. Ni kwa sababu ndio wito ambao tumeitwa na Mungu. Amen. And I believe today tutaenda kubarikiwa na neno la Bwana. Kwa mtazamaji na ambaye anasikiliza programu hii, ninaamini ya kwamba Mungu ana mpango na maisha yako siku ya leo. Na Bwana anaenda kubariki. Amen. So nashukuru Mungu. Amen. Karibu sana mwana. Asante. Yes. So I'm so grateful to God siku hii ya leo kwa wema wa Bwana. Kwa dakika chache ninaenda kulileta neno la Bwana kwetu na ninaamini ya kwamba Bwana anaenda kukubariki. Jambo moja ambalo ninalijua ni kwamba mwingilio wa neno la Bwana unaleta nuru na unaleta mabadiliko. Na kwa hivyo siku ya leo ninamshukuru Mungu kwa fursa hii ya kuja kwako kupitia neno la Bwana, neno ambalo ubadilisha maisha, neno ambalo huleta matumaini, na naamini ya kwamba Mungu anaenda kutubariki. Katika kitabu cha Isaia ndiyo ninaenda kushiriki siku ya leo, Isaia 45 na kifungu cha 22. Ninasoma Biblia inasema, Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Niangalieni mimi mkaokolewe enyi incha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. I've sworn by myself, the word has gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow and every tongue swear. Kwa nafsi yangu nimehapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarundi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa na kila ulimi utahapa. Ningependa tupate kuomba pamoja tunapo barikiwa na neno la Bwana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako asubuhi ya leo kwa wema wako na ukuu wako uliotele maishani mwetu. Ninakubariki Bwana, ni kwa sababu ya nafasi hii ya kulinena neno lako kwa wapendo walio manyumbani, walio sehemu mbalimbali, wakiwa na hamu ya kulipokea neno lako asubuhi ya leo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya Milo TV, na ninashukuru Bwana kwa sababu ya management, na nakushukuru Bwana kwa sababu ya Bwana ambaye anaongoza kipindi hiki. Jehova Mungu, ninakushukuru kwa sababu ninaamini ya kwamba unaenda kutunenea kupitia neno lako, na neno lako linaenda kuleta tofauti. Bwana, ninaomba upako wa Roho Mtakatifu wa kuwaponya wagonjwa, wa kuwafungua waliofungwa, kupatia matumaini walio chini leo. Natangaza wanaolia wataenda kucheka, walio chini wanaenda kuinuliwa, wasio na matumaini wanaenda kupata matumaini. Maana Bwana, ukichukua nafasi, mambo makubwa yanatendeka. Ubarikiwe na uinuliwe katika jina la Kristo Yesu nimeomba kwa imani. Amen and amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Mara tena ninapokuja njia yako, ninashukuru kwa kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Jambo moja huwa ninalifundisha ni kwamba every single day ambayo utaamuka, you fill your lungs with oxygen, ujue ya kwamba you have an opportunity kuleta change, uko na opportunity kupata mabadiliko katika maisha yako. Nataka kunena siku hii ya leo juu ya ujumbe ambao ninauita allowing God to be in control of your destiny, ama kuruhusu Mungu awe na uongozi katika hatima yako.
Nataka niseme ya kwamba Mungu alipoumba mwanadamu wa kwanza na akamweka katika bustani la Edeni, makusudi ya Mungu yalikuwa hawe na ushirika na mwanadamu, na Mungu alikusudia mwanadamu awe katika hali ya kuelewa ya kwamba hawezi kuishi kikamilifu pasipokuwa na ushirika na Mungu. Na kwa hivyo Mungu angemtembelea na anakuwa na ushirika na yeye, na mwanadamu akiwa katika bustani la Edeni hakukosa chochote chema. Alipata amani, hakukuwa na magonjwa, hakukuwa na any challenge. His life was at peace. And I tell you, mpaka wakati alikiuka neno la Mungu ama maagizo aliyopewa, na hapo ndio the genesis of all challenges even to humanity. Maana mwanadamu alitaka kujiongoza mwenyewe na akakataa Mungu apate kumuongoza. Na siku hii ya leo ninaongea na watu ambao wako katika viwango tofauti vya kimaisha, kielimu, kiuchumi na hata miaka. Lakini nataka nikuambie ya kwamba unaweza kumruhusu Mungu akawa ni mtawala wa maisha yako. Nataka niseme ya kwamba there are many people who say, oh, God is the one who is in control of my life, lakini ukiangalia their life speaks otherwise. But this day ninakuja kwako ni kuambia ya kwamba you need to allow God to be in control of your life and destiny. And I'll tell you the reason why you need to do so, because huwezi kuishi maisha pasipo kuwa na aliyekuumba. I can tell you today, we enjoy the technology. I'm using a microphone. Na today as I use microphone, iko submitted. Kuna vile ambavyo imeundwa ifanye kazi, na kuna manual yake kuoperate, whether is a camera, whether is ni simu yako ya mkono ambayo unaitumia. Nataka nikwambie ya kwamba there is a manual, there is a way it must be operated. Na operation yako si vile unataka, ni the way it was designed from the factory. I tell you, God is our manufacturer. God is our controller of our lives. He is our creator. Na kwa hivyo maisha yetu kama yatakuwa na impact, maisha yetu yatakuwa na change, maisha yetu yatakuwa na amani na utulivu, na tuweze kuishi kikamilifu, ni lazima tumruhusu Mungu atawale maisha yetu. Ninaongea na wewe mpendwa, unahangaika na pengine ulifanya maamuzi ambayo yalikuletea hali ya mateso kwa sababu ulikubali ujiongoze. Nataka nikuambia there is another chance for you. You can go back to God. Unaweza kumrudia Mungu na kumwambia Mungu, this time ninaomba uweze kuniongoza. Biblia inasema katika Isaia 45, anasema ya kwamba niangalieni mkaokolewe enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu na hapana mwingine. We must come to a place where we look unto God. He is the savior of all the world. Lazima tumwangalie Mungu aliye mwokozi. Anasema niangalieni enyi ncha zote za dunia, niangalieni nyinyi watu wote ili mpate kuokolewa. Maana anasema ya kwamba nimeapa kwa nafsi yangu na kwa neno langu na kinywa changu kwa haki, na neno hilo alitanurudia bure, ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakili. Nataka nikuambie mpendo unayenisikiliza, sijui uko wapi, sijui uko katika hali gani, but I am here to tell you, God wants you to surrender your life to him, ili hawe the controller of your life. Akutawale roho yako, atawale jamii yako, doa yako, biashara yako, karia yako, aonekane katika maisha yako. Pengine uko pale, your life has been troubled because watoto wako wameingia katika uraibu wa mandawa. Kuna vile ambavyo maisha yako yanaenda. Kuna wale wamekataa masomo, kuna wale ambao wameingia katika ulevi, mambo mengine ya kupendezi kama mzazi, na unajihisi vibaya. I am here to tell you, God is saying, look unto me and be saved in the hands of the heart. Niangalieni mpate kuokolewa enyi misho ya dunia. Ukiangalia Mungu atakupatia matumaini. Nataka nikuambie the reason why we need to look at God, and I begin by telling you, number one, you must know that God has a good plan concerning your life. It says in Jeremiah, anasema katika Yeremia 29 kifungu cha 11, ninajua mawazo niliyo nayo asema Bwana, mawazo yaliyo mema ya kupatia maisha mema na mwisho uliojaa rehema na mwisho uliojaa matumaini. Na jambo ni kwamba nituelewe jambo la kwanza, Mungu ako na mpango. God has a plan. I don't know whether you know God has a good plan, and the plan that God has for you is a better plan. Ako na mpango mzuri, maana hata wewe una mpango.
Leo umepanga vile utakavyoenda. Kuna wale wamepanga vile watapiga sherehe leo. Hata hiyo ni mpango, na mpango huo wako unaweza kukuletea mabaya, unaweza kukuletea hasara, lakini ni mpango tu. Lakini nataka nikwambie Mungu ako na mpango, na mpango wake umedhibitika. The God's plan is the best plan that we can allow ourselves, ili kuwa ndani yake, ili tupate kubarikiwa. I'm talking to you today, nikwambie Mungu ana mpango na maisha yako. Pengine unaniambia mhubiri, mchungaji, ako na mpango na maisha yangu, na vile maisha yamenipiga, na vile mambo imeniendea vibaya. Nataka nikuambie hata sasa ana mpango na maisha yako. Kile nitakuomba ni kwamba ujisalimishe kwake. Kile nitakuomba ni kwamba you allow him to be the controller of your life. Maana akipewa nafasi ya utawala, ataweza kuyaongoza maisha yako kwa mpango alionao wa amani. Mpango alionao ulio na matumaini, mpango alionao wa uponyaji, wa ukombozi, wa baraka, wa matumaini, wa uokovu, na hata kukupa matumaini ya maisha ya umilele. Maana hiyo yote iko katika mpango wa Mungu. God wants to give you a good life here on earth. He is a blesser. I know God can bless somebody. Anaweza kuinua mtu kutoka chini akamweka viwango vya juu. Amefanya hivyo, na tuna watu ambao tunaweza kuangalia jinsi walivyoanza maisha yao na vile waliweza kumalizia, si tu kwa Biblia, hata katika maisha yetu ya sasa. There are people who trusted God in their humble beginning, na walipomwamini Mungu, Mungu akapata kuinua maisha yao. Nataka nikwambie Mungu ana mpango, na pia ni vizuri ujue pia shetani ana mpango. Na mpango wa shetani si mpango mzuri. Mjamani, ni vizuri kuelewa. He has a plan also. Na mpango wa shetani ni threefold. Uko na mambo matatu. In John 10:10, Bible inasema ya kwamba mwizi ambaye ni shetani uja kuiba, kuua na kuharibu. Huo ni mpango wake na hujawahi badilika. The devil is a thief. He comes to steal, to kill and to destroy. He has perfected that art of stealing, killing and destroying. But we bless the name of the Lord, because God has a good plan. Jesus came that we may have a life. Alikuja ili tuwe na uzima, na si uzima tu, tuwe na uzima tele tele. Nataka nikuambia kuna uzima ndani ya Kristo. Kuna matumaini ndani ya Kristo Yesu. Kuna kuinuliwa katika Kristo Yesu. Jambo la kwanza, elewa Mungu ako na mpango juu ya maisha yako. Mungu ana mpango siku ya leo juu ya maisha yako. Ukimruhusu tu, ako na mpango na maisha yako, na kwa hivyo anaweza kukutoa chini akakuweka viwango vya juu. Mruhusu hawe mtawala wa maisha yako. Jambo la pili, it's very important to know that God is so faithful. Yeye ni mwaminifu. Biblia inasema hata wakati sisi tutakuwa watu wasioaminika, yeye ataendelea kuwa mwaminifu, maana kuaminika ni tabia moja ya Mungu ambayo hawezi kuiondoa. He is a faithful God. Kwa wale waliaminika wakamruhusu atawale maisha yao, waliweza kuona uaminifu wake maishani mwao. Tukiangalia kama baba wetu wa imani Ibrahimu, anaitwa na Mungu, anaambiwa toka katika nchi ya Uri wa Kalidayo uende katika nchi ambayo nitakuonyesha. Baba wetu wa imani hakuwa na mwana, hakuwa na mtoto. Wakatoka katika Uri wa Kalidayo akiwa na miaka 75, na akaondoka akilitii neno la Bwana, na akiwa na imani ya kwamba kuna nchi Mungu amemwandalia, na ataenda kumfanya taifa kubwa, ataenda kumfanya kuwa baba wa mataifa, na ataenda kufanyika baraka. Na akamwamini Mungu, na Bible inasema alipomwamini Mungu, katika uaminifu wa Mungu, hata kama ile ahadi alipewa na Mungu ilikawia, maana alikaa for the next 20 after that promise akiwa 75 ama miaka 75, iliweza kutumia ahadi hili akiwa na miaka 100. But God is never too late. He is faithful. He comes at the right time. Kama utangoja na uamini, utamuona. Baba wetu wa imani, Biblia inasema aliamini hata wakati kulionekana hakuna matumaini. Aliamini Mungu hata alipoona Sarai mke wake amekuwa mkongwe, amepita ile hali ya uweza wa kupata mtoto. The Bible inasema
he never looked at the deadness of the womb of Sarah. Why? Aliamini Mungu ambaye anaoisha wale waliokufa. He believed in God who quickens the dead. And I'm telling you the truth, ukiweza kumupatia Bwana maisha yako akutawale, nataka nikuambie, what God is going to do will surprise you. It is never too late. At the end of it all, God fulfilled his promise to Abraham, and he gave him a son by the name Isaac, which means laughter. Mambo yale Mungu anafanya tunapomngojea, mambo yale Mungu anafanya tunapomtumainia kwa sababu ya uaminifu wake, haituachi tukiwa na huzuni, inatuacha tukiwa na furaha. Ninaona furaha ikirejea kwa ndoa yako, naona furaha ikirejea kwa maisha yako. Ni kwa sababu utamruhusu Bwana akutawale, utamruhusu Bwana apate kuyaongoza maisha yako. Jambo lingine la muhimu la tatu ambalo ningependa ulipokea vizuri ni kwamba you must know that God is all knowing. He is omniscient. He knows the end from the beginning. Kabla mambo ijaanza, Mungu anaangalia vile mwisho utakavyokuwa. Hiyo ndio tofauti tulionayo katikati ya wanadamu na katikati ya maisha yetu yale tulionayo. Sisi tunaona vile mambo yako sahihi. There is somebody atakuangalia leo vile ulivyo, umechapa, maisha imekuendea segemnege, uko chini pale au hauna matumaini, na akuambie your case is over. Huyo ni mwanadamu anakuambia it is over, you can't rise again. Huyo ni mwanadamu, but there is a God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. I am excited to tell you there is God in heaven. Anasema nitazame mpate kuokolewa enyi misho ya ulimwengu. Why? He knows the end from the very beginning. Kwa hivyo unaweza kuwa chini leo, maisha yako imeweza kuwa imesambaratika, ulikuwa na biashara na saa hii imefirisika, umefirisika, uko chini pale. Uliyekuwa unapea watu, sasa hivi wewe ndio uko katika hali ya kujihisi vibaya wakati unaomba watu wakusaidie, because that was not your level. But can I tell you, God can lift you again. Mungu anaweza kukupa matumaini tena. Anaweza, maana anajua mwisho wako. Nataka nikuambie, hata hiyo hali ulio nayo, napenda neno la Mungu katika Warumi 8:28 inasema ya kwamba mambo yote hutendeka kwa wema. Kama wewe ni mtu ambaye unamwamini Mungu na kuna mambo yamekutendekea hata ambaye yana shangwe, jipe moyo, because all things work together for good. I'm encouraging you, man of God. I'm encouraging you, woman of God. I'm encouraging you, singer, you are listening to me. You business lady, you are looking at me. Your business of salon is going down. Unaangalia your beauty shop haikai vizuri. I tell you, trust in God. He can turn situation around. Anaweza kukutoa kwa hiyo hali akakupeleka kwa hali nyingine itakaoleta utukufu. And then he can raise even that business again. Be focused. Muangalie Mungu, na ukimwangalia Mungu anaenda kuyabadilisha maisha yako. Yeye ni mwaminifu, yeye abadiliki. He is our Father, he is our God. And can I tell you something else? Our God is a covenant making and covenant keeping God. Mungu wetu anapeananga ahadi na anasifuatilia. In Psalms 89 verse number 34, Biblia inasema, my covenant will I not break, neither will I go against what I've spoken. Mungu anasema ya kwamba neno agano langu sitalivunja. In other words, Mungu akiongea jambo, it is as good as done. Mungu akiongea jambo, it is good as already established. He is God. Anasema, my covenant will I not break. Listen to me, you can break a covenant. People are breaking the covenant they made with their friends, even with their spouses. But I can tell you, God is faithful. His covenant he will not break, neither will he go against what he has spoken. Akikwambia atakubariki, hivyo ndivyo atakavyofanya. Akikwambia atakuinua, hivyo ndivyo atakavyofanya. Akikwambia atakupigania, atafanya hivyo. Anajua kuteta na watetao nasi, anajua kupigana vita vyetu, anajua kututengenezea njia hata wakati tunafika mwisho wetu. I am here to encourage you, child of God. Allow God to be in control of your life and destiny. Allow him. Allow God to be in control. And listen to me, how will you allow God to be the controller of your life? Ni wakati you surrender your life to him. It is one thing kusema umesalenda kwa kinywa chako, lakini matendo yako ndiyo yataonyesha ya kwamba umesalenda kwa Mungu. Na nataka nikuambie katika Mathayo 6:33 inasema, tafuteni ufalme wa mbinguni kwanza, na hayo mambo mengine yote mtasindishiwa. Niko hapa nikuambie hivyo, that aspect of having kingdom first mentality, when God comes first in your life. Many people
have a tendency, wakati kimeumana, mambo imekuwa magumu, that is the time they go to God as a last resort. When things have become hard, you try with your strength, ukifika mwisho ndio unaenda kwa Mungu. Istahili kuwa hivyo. Unastahili kuanza na Mungu. Unamuhusisha Mungu katika kila jambo la maisha yako. Biblia, Yesu akiangalia, maana aliona vile watu wako na hofu, watu wako na worries in their life, akawaambia, don't worry about all these things that you are looking for. Usisumbuke sana na mambo hayo yote ambayo yanakusonga. Usisumbuke na mambo hayo yanasumbua wale watu wengine. Kwanza tafuta ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mambo mengine yatakuwa additions. Now the challenge with our generation is this: tunamwacha Mungu, tunaenda kutafuta hayo mengine, na hayo mengine yanatutoroka. Unaacha Mungu, unaenda kutafuta mali yanapata mabawa. Biblia inasema ya kwamba even money has wings, na ina fly away from your life. But let me tell you, when you have God, you have the power that holds things together. Wakati uko na Mungu, uko na ile uweza, unashikanishanga mambo, unaletanga vitu pamoja. That why ukitafuta haki ya Mungu na utafuta ufalme wake, hayo mambo mengine God will give you one by one. I've seen it in my life and destiny. I've seen it in the life of many people that I've encountered who are nobodies today because of putting God first in their lives. Their lives are today, their lives have something to show. They have something to write home about because Mungu alibadilisha maisha yao. I'm talking to you today. I'm encouraging you, child of God. Look unto God. Look unto Him. Surrender to God. Surrender to God. Allow God to be God in your life. Let God be a living factor in your life and destiny. Usijiongoze kwa nguvu zako. Mpendwa, utaweza. There are those who are wiser than you. But when they went the long way, they messed it up. But they missed it. I am reminded of one time, Peter and John and other disciples, wakati Yesu alikufa, they said, we need to go back to our old profession. We want to go fishing. Na wakaenda kuvua samaki. And let me tell you, Bible inasema there were 7 men and they were doing the fishing at the light time. Na wakasumbuka usiku wote and they caught nothing. Why? They were where they were without Jesus. Walienda pale wakaacha Yesu na wakaenda kuvua samaki. They were not amateurs. They were, number 1, professional fishermen. Number 2, they were professional, and not only professional, they were also doing the fishing at the light time. The best time, the fishermen tell us that the best time of fishing is at night. That's what they were doing. Light profession, light time, having the light equipment, being 7 men, but they caught nothing. In the morning when Jesus Christ came in their lives and appeared to them, and after really talking to them, He spoke to them and He gave them a word of direction on how to release their net for a catch. And I tell you, to their surprise, during the day, they caught great catch. Why? Because they allowed Jesus. Waliruhusu Yesu Kristo atawale maisha yao. Waliruhusu Yesu achukue nafasi ya kwanza katika maisha yao. Wengi wamefanya kama wanafunzi wa Yesu. You have your certificate, a very wonderful curriculum vitae, a good CV. Thank you. You are beautiful. You have all the beauty, all the feminine curvatures. You are handsome, 6-pack. Oh, everything on point. But minus Jesus, nothing. When you look unto Jesus, He is going to change your life. When you look unto Jesus, it's going to transform your life. I came to you on air to tell you God is about to change your life if you trust in Him. I came on your way to tell you all things are possible if you have faith in God. I came to tell you when you allow Him to control your life is going to change. Maisha yako yatabadilika. Maisha yako yatachukua mkondo
mpya yataweza kuwa na tofauti. Naongea na wewe, uko katika ulingo wowote, uko kwa biashara, uko kwa siasa, uko katika profession, pengine wewe ni daktari, pengine wewe ni mwalimu, pengine wewe ni mwanasayansi. Whatever your profession is, I tell you, you need to allow God to control your life. Na akikuongoza utaenda viwango vya juu. When he takes control of your life, I tell you, you stand above your peers. Maana atakuonyesha njia unayostahili kuendea. Napenda Mungu wakati anakuongoza, he knows how your journey ahead looks like. He knows the diversions. He knows the portals where they are. He knows the corners that need to be navigated and need to be negotiated, and he will lead you every moment of the way. I am here to encourage you. Allow Jesus Christ to take preeminence in your life and destiny. I come on your way to tell you, allow God. Look unto God and be saved. Look unto God and be delivered. Muangalie Mungu uokolewe. Muangalie Mungu maisha yako yabadilike. Biblia inasema ya kwamba kama vile Mungu aishivyo, anasema ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. And let me tell you, God will bring people down to the level where they recognize they cannot rise without him. God is the greatest frustrator of those people who think they can succeed without him. Please submit yourself to God. Submit to God. Sauli alikuwa ametoroka na anaenda akidhania ako sawa, na akidhania he is the mighty one, until he met Jesus Christ and he was brought down. But from that point, akarecognize Jesus Christ as the Lord and Savior. Maisha yake ikateka turn. Pengine uko katika crossroad. You are made long choices. You are made long choices. And today you are going down. You are made long choices. Today you are in pain. You are made long choices. Today you are sick. Today you have a challenge. You fear even how you tell you open to your wife. You fear how you talk to the people who are near you. You have an issue. You have gone to the hospital. You have received a report from the doctor, and you know this is a true report. You have cancer. You don't want anyone to know, but now you know you have a challenge. Can I tell you, Jesus Christ can change the verdict of men. He can change the verdict of the doctor. Where death has been spoken, God can speak life. Mahali mauti yamenenwa, Mungu anaweza kunena uzima. Mahali kushindwa kumeonekana, Mungu anaweza leta ushindi. Mahali matumaini yamekosa, Mungu analeta matumaini. Nataka nikuambie, don't look down, look unto God. Muangalie Mungu. Na kunenea wakati huu, mpendo, unisikilize vizuri. Pengine kuna marumbano katika ndoa yako, na kuomba ndanda, enda chini, nyenyekea kwa Mungu. Ambia Mungu akusaidie kuwa na moyo wa kusamehe. Hata kama ni jambo gani limetendeka, let it go. And God is going to heal your marriage. God is going to heal your children. God is going to heal your destiny. He is faithful. I will be praying shortly, but I'm here to encourage you that our God is well able. Our God is powerful. Have faith in him. Trust God and your life will change. Trust God and he will comfort you. You are in the hospital bed, na uko kitandani pale na kuombea, Mungu akakuguza na mkono wake wa uponyaji. Naenda kuomba na wewe. Uko pale kwa your sitting room, uko pale, you are tired, you don't feel like even going to church. I want to pray for you, and then you go back, you go to church and thank God, because God is going to perform a miracle for you in the name of Jesus. I want to tell you, he is able. You need to surrender to God. This is a call to surrender. You must come to a place where you surrender to God. I know you are a very strong man. You are very strong-willed. I know you are a very brilliant woman. But you need to surrender to God. You need to surrender to God. Watu wale walikuwa na nguvu na wakanyenyekea kwa Mungu, alipata kuwainua. Watu wale walikuwa wadhaifu, wakanyenyekea kwa Mungu, Mungu aliwatia nguvu. He can make a way for you. Amebadilisha maisha ya wengi, atayabadilisha yako. I am a living testimony, and I've seen people healed, delivered, and blessed. And I tell you, your case is not different. God will change your case this morning. I want to pray this morning. And as I pray with you, in a short while,
I want to tell you, surrender your life to God. Hakuna haja ukimbie hapa na pale. Just surrender to God. Just humble yourself before God. Put your trust in God. Repent of your sin, of commission and omission. Mwambie Mungu nisamehe, mimi ni mkosaji, nimekukosea, nisamehe. Biblia inasema anatusamea dhambi zetu zote na anatuponya magonjwa yetu yote. Ningependa mtazamaji tukapate kuomba na wewe, na naamini ya kwamba Mungu anaenda kukubariki. Uko pale na hujaokoka, sema Bwana Yesu, naja mbele zako siku ya leo. Nimekuwa nikiongoza maisha yangu, nikijiongoza kwa nguvu na mawazo yangu na hekima yangu. Lakini leo Bwana, I surrender to you. Chukua nafasi katika maisha yangu, katika moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kutoka leo nijaze na nguvu za Roho Mtakatifu na unifanye kiumbe kipya. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na kuamini. Sema amen. Kama umeomba ombi hilo, umeokoka, you look for a church near you and where you have a pastor who will continue teaching you about the word of God, and you are going to be blessed immensely. If you're there, you are sick, you have a case in the court, you have an issue, a language in the family, you have a challenge in your body, you have a challenge, any kind of challenge, you lift up your hand and I'm going to make a prayer of faith. Distance is not a barrier. God is here and He is touching you wherever you are, even in the comfort of your house. I want to pray and I have faith in God this morning. He says, look unto me. Mwangalie Bwana. Naomba tuombe pamoja na naamini ya kwamba Mungu ataenda kukuguza. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninalibariki jina lako na kulienzi kwa sababu wewe ni yule wa jana, leo na hata milele. Ninaachilia neema yako ileta uponyaji, neema yako ileta ukombozi, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I take power and authority over every satanic agenda, over every demonic power. Ninatangaza neema ya uponyaji, ninatangaza neema ya ukombozi. Ninamkabidhi dada huyu, ninakabidhi mzee huyu, ninakabidhi kijana huyu. Ninatangaza Bwana neema yako ya mabadiliko. Wacha nguvu zako za uponyaji zifanye kazi kwa mwili wake, kutoka kichwa chake hadi wayo wa mguu. Nakemea nguvu za giza, nakemea nguvu za mapepo, nakemea laana za ukoo na jamii sivunjike. Huyu mpendwa akawe huru, in the mighty name of the Lord. Ninaombea this case that has been there for years. Let this case come to an end, ifike mwisho, and let this case turn to our favor, in the mighty name of the Lord. Turn to his favor, to the glory of God. Natangaza neema yako ya kuleta amani kwa hiyo ndoa, ya kuleta kuinuka kwa hiyo biashara, ya kuleta matumaini, in the mighty name of the Lord. Ninatangaza baraka kwa county ya Meru. Ninatangaza Bwana neema yako katika taifa la Kenya, in the mighty name of the Lord. Ninatangaza wema wako, ninatangaza kibali chako, ninatangaza nguvu zako, in the mighty name of the Lord. I rebuke the enemy in the name of Jesus. I rebuke sicknesses and disease. I curse every demonic agenda and I rebuke all forces of evil, and I declare victory of Jesus in the mighty name of the Lord. Father, thank you for your grace, thank you for your power, thank you for what you are doing. It shall be permanent in Jesus' name. The Lord bless you, do you good. I'm happy that you have heard the word of God. The Lord bless you. Keep on watching Melo TV. Keep on watching and you shall be blessed. Naamini Mungu ataenda kukubariki na kutenda mambo yaliyo mema. Mimi ni Bishop Charles Mwenda wa Overcomers Grace Ministry katika Gatuzi la Isiolo. That's where I minister. That's our headquarters of our church. We have branch churches in other places. Bwana awabariki sana na watende mema. I believe Gloria will give you my number in case maybe there is something that you would have really wanted to talk to me. That number, she'll be able to give it to you, and I believe you'll be able to be blessed, and we'll connect, and I believe I'll come on your way again. Amen. In Meru TV. Amen. God bless you. Thank you, Gloria, for the opportunity. Bless you so much. Thank you, man of God. That was very powerful. We thank God. God will always be in control. Kama tu utamruhusu. Unajua kuna kitu umesema Bishop. Ati Mungu anajua kufrustrate. When you try to rise by yourself, he will frustrate you. In other words, to depend kile mwenye Murungu Baba. If
we want to rise. We allow God to be in control. Turekerie mubango jo mwathani ndeni ya mitoreto na twarekerie mubango jo mwathani jo anko majo tio na gwotonyera. You know, Bishop, there is another day we were gossiping you in one of the salons in Meru. Na story ya Rioju kwina mwari wakarite church atiguri for a very long time. Yes. You prayed for her. Yedire unamwombea, and the last day ulimwombea ukampaka mafuta ukamwambia go and get married. And the testimony goes like this: the lady got married. Wow. And she settled. Muraithirio mwega wa Meru TV na tankwenda gukwera ntukuije na arwa. The man of God that we have today, Arina, the anointing of God upon his life, whatever he has declared, just believe it, and it will be your portion in the name of Jesus Christ. Thank you very much, Bishop. Yes. Ningependa uweze kutueleza kama Facebook page tunaweza kukufuata wapi, hata namba unaweza tupetu. Okay. Ama YouTube channel. My YouTube channel is Bishop Charles Mwenda. Bishop Charles Mwenda Silas. That's my YouTube channel. Also, I'm in Facebook, Bishop Charles Mwenda. You can follow us there. And I'm also in TikTok, Bishop Charles also Mwenda. We are everywhere. We are trusting God to reach out people from every means that we have, every media channel, by the grace of God. We did thank God. And the other, my number is number yangu is 0721 66 9617. I come again, 0721 66 9617. Thank you. Yes. Thank you very much. Bagane utubonde baraba turaidherete kere Facebook, baraba turaidherete ku Magi TV chia. Obari njamuchi, may the Lord God bless you. May the Lord do you good. Mbitikiri mbo magarukiani intini ituchokere tenyandarekete kuraja. Amen. I know